nguvu ya uvivu ndani yetu. Break the power of nonchalant attitudes in us. Ukavunje nguvu ya kutokuwa makini na vitu vyako. That we might be strong in taking steps after you. Ili tuwe makini na kufuata hatua zetu kwako. Grant us to understand that this morning is not like other days. Utuwezeshe kuelewa kwamba asubuhi ya leo sio kama asubuhi zingine. But that you intend to transform us in and out this morning that we might be better tomorrow. Lakini tutambue kusudi lako la kutubadilisha ndani hadi nje ili tuwe watu bora kesho. May someone in this service encounter you. Awepo mmoja hata mmoja atakayekutana nao. May they have a change in their life. Wakaone mabadiliko kwenye maisha yao. In Jesus' precious name. Katika jina la thamani la Yesu. And if you're in the house of God, can you give the Lord a big hand as you take your seat, please? Amen. Hallelujah. Please, you might have your seat. Naweza kuketi. With joy, I welcome you to this morning service. Kwa furaha ninawakaribisha katika ibada hii ya asubuhi. And I believe that this morning God brought you in here for a purpose. Na ninaamini kabisa asubuhi ya leo Mungu amekuleta kwa kusudi. I pray that you will not misuse the purpose why God brought you here this morning. Ninaomba msije mkaharibu kusudi la kwa nini Mungu amekuleta asubuhi ya leo. Because God is not in the habit of misusing his time and his resources. Kwa sababu Mungu hana tabia ya kupoteza muda wake na vyanzo vyake. Every day, kila siku, God orders things intentionally and deliberately. Mungu anaviweka vitu kwa kusudi maalum. Some of you that are in church this morning as a religious routine. Wengine mmekuja kanisani tu kama udini. You are at the wrong place. Hamjafika sehemu sahihi. But those of you that are here for a purpose, lakini kwa nyie mliokuja kwa kusudi, you will meet God. Utakutana na Mungu. That amen lack faith. Hiyo amina imekosa imani. That one lacks energy. Hiyo imekosa nguvu. Maybe some of you need to take bullets this morning. Wengine labda mnahitaji mpate bullets kidogo. You know the energy drink they call bullet. Kuna hiyo energy drink inaitwa bullet. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. When you come to the house of God, unapokuja nyumbani kwa Mungu, be excited. Uwe na furaha. It is with joy that you draw from the well of God. Ukiwa umefurahi ndio pale unapoweza kuchota kwenye kisima cha Mungu. So let me see how excited you are this morning. Ngoja nione mmefurahi kiasi gani asubuhi ya leo. That's a bit better. Hiyo iko bora kidogo. That's a bit better. Hiyo iko bora. Please, I advise you, ninakushauri, always be careful not to carry the hangover of your house to the house of God. Uwe mwangalifu sana usilete malimbikizo ya matatizo yako ya nyumbani kuyaleta kanisani. Hang it there before you come here. Vikungute huko kabla hujaingia hapa. And don't carry the hangover of your office to the house of God. Na usije ukabeba malimbikizo ya ofisi yako kuleta before you come here. Yakungute kule kabla hujaleta. Because you are here to refuel. Kwa sababu umekuja hapa kujazwa upya. Somebody say, I want to refuel. Mtu aseme nataka kujaza upya. For the next journey. Kwa safari inayofuata. You are not saying it convincingly. Haujasema kwa uaminifu. You don't even believe in what you are saying. Wewe mwenyewe uamini unachosema. Say, I am here to refuel. Sema niko hapa to refuel. For the next journey. Kwa safari ijayo. How many of you did not say it? Wangapi hamjasema kwa ukweli? Sincerely, you didn't say it. Raise your hand. Wangapi hamjasema kwamba uko hapa kurefuel? You didn't say it. Haujasema. Kama hujasema nyoosha mkono. Kuwa mkweli. Don't lie in the house of God. Usiseme uongo nyumbani kwa Mungu. Amen. Amen. Now take your Bible. Chukua Biblia yako. Never come to the house of God without the Bible. Usije nyumbani kwa Mungu bila Biblia. It is an offense. Ni kitu kibaya. Whether the Bible in your hand or the Bible in your phone, make sure you have the Bible. Iwe Biblia mkononi au kwenye simu, hakikisha unayo Biblia. It is a sin to have a smartphone and not to have a Bible inside. Ni dhambi kuwa na simu janja alafu hauna Biblia. Amen. Amen. Somebody say, I will not die useless. Mtu aseme sitokufa bila kuwa na maana.
You don't believe in what you are saying. Hauamini unachokisema. Somebody say, I will not die useless. Genesis chapter 1, I am reading from verse 9 to 13. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ninasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka 13. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. And God said, God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. And the earth brought forth grass, and a herb yielding seed after its kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after its kind. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the third day. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 9. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzaao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. This morning I bring you a commandment from the Lord. Asubuhi ya leo ninawaletea amri kutoka kwa Bwana. A commandment means a marching order. Hiyo amri inamaanisha kitu cha kufanya. Whether you are alive or dead, you are bound to obey it. Uwe hai uwe umekufa, lazima utii. It is an order. Ni amri. And I bring it from the Lord to you. Na ninaileta kutoka kwa Bwana kwako. So it is very important to you. Kwa hiyo ni ya muhimu sana kwako. How many of you created yourself? Wangapi mmejiumba wenyewe? How many of you were created by the devil? Wangapi mmeumbwa na ibilisi? How many of you were created by your parents? Wangapi mmeumbwa na wazazi wenu? How many of you were created by God? Wangapi mmeumbwa na Mungu? You were created by God. Mmeumbwa na Mungu. All right. Now, this is a command from he that created you. Kwa hii ni amri kutoka kwa yule aliyekuumba. If you have never believed anything, believe it today. Kama hujawahi kuamini chochote, or amini believe hiki. This today. Amini hiki nitakachokuambia And leo. this is the command. Na hii ndio amri. Don't die useless. Usife bila kufanya kitu cha maana. It is not an advice. Sio ushauri. It is not a suggestion. Sio mapendekezo. It is a command. Hii ni amri. Do not die useless. Usije ukafa kabla hujafanya kitu cha maana. Why should God give us such a command? Kwa nini Mungu atupe amri ya namna hiyo? It's because there are those that have died useless. Kwa sababu kuna watu waliokufa kabla hawajafanya kitu cha maana. There are those that are dying useless. Na kuna wale ambao wanaendelea kufa bila kufanya kitu cha maana. There are those that because of the kind of life they are living, they will die useless. Na kutokana na maisha ambayo mtu anaishi, inawezekana akafa bila kufanya kitu cha maana. What does it mean to die useless? Inamaanisha kitu gani? It means to live a life without purpose. Inamaanisha kuishi maisha yasiyo na makusudi. You live each day just as it comes. Unaishi kila siku kama inavyokuja. You have no reason why you live. Hauna sababu ya kuishi. You are pursuing nothing.
hauna kitu unachokifanyia You kazi. are living for nothing. Unaishi bila kuwa na And you malengo. don't intend to achieve anything. Na hauna mpango wa kutafuta malengo. That is a useless life. Hayo ni maisha And yasiyokuwa na such a maana. person is bound to die useless. Na mtu anaishi hayo maisha atakufa bila kuwa na maana. Another meaning for being useless Maana nyingine ya kuishi maisha yasiyokuwa na means maana, something that is not in use, inamaanisha kitu ambacho hakitumiki or something that has not put itself to use. au kitu ambacho hakina matumizi. And in the matter of a person that has not put himself or herself to use, Na kwa tafsiri ya mtu ni mtu ambaye hajajiwezesha kuweza kutumika. that is a useless person. Huyo ni mtu asiyekuwa na maana. And if a person did not put himself to use, Na kama mtu hatajiweka tayari the kutumika, person is bound to die useless. huyo mtu atakufa bila kuwa na maana. Another meaning for being useless Maana nyingine means you are of no use to anyone. inamaanisha hauna thamani yoyote kwa mtu yoyote. You are what? Una nini? You are of no use to anyone. Hauna thamani yoyote kwa mtu yoyote. No one benefits from your life. Hakuna anayefaidika na maisha yako. You are not adding value to anyone. Hauongezei thamani kwa mtu yoyote. So you are useless. Kwa hiyo ni kama hauna And maana. anyone that does not add value to another person Na mtu yoyote ambaye uwepo wake hauongezi is thamani kwa living mtu a useless mwingine, life ni mtu ambaye and anaishi is maisha yasiyo na bound to leave thamani, this world useless. na ataondoka dunia hii bila kuwa na kitu cha maana. From the beginning, Kuanzia mwanzo when I discovered myself, nilipojitambua, one decision I made maamuzi was niliyofanya that I am not going to die ni useless. kwamba sitokufa bila kufanya kitu cha maana. So I decided to live a useful life. Kwa hiyo nikaamua niishi maisha ambayo yanaleta maana. Every day of my life Kila siku ya maisha yangu is a deliberate day. What I mean by that is ninamaanisha nini? I live intentionally. Ninaishi kwa kusudi. There is nothing that I do any day Hakuna ninachofanya siku yoyote without doing it purposefully. bila kukifanya kwa kusudi. It means Nikimaanisha everything I do every day, kila ninachofanya kila siku I do it with a purpose to achieve something out of it. ninakifanya nikiwa na kusudi la kutengeneza kitu. I don't visit you for visiting sake. Siendi tu kwako kukutembelea kwa I want to kukutembelea achieve tu. something by visiting you. Nataka nitimize kitu. I don't call you for calling sake Na siendi tu kwa ajili because I kukupigia have tu, so much data in my phone. kwa sababu nina data nyingi sana I kwenye want simu to achieve yangu. something for calling you. Nataka nitimize kitu kwa kukupigia I simu. don't come to church for just coming to church for religious sake. Siji tu kanisani kwa ajili ya kutimiza I come to udini. church for a purpose. Ninakuja kanisani kwa kusudi. I choose to live every day Nimechagua kuishi kila siku doing everything nikifanya kila kitu with meaning. kwenye maana. This has helped me Hii imenisaidia to know that there is no room for laziness. kujua kwamba sina nafasi ya kuwa What mvivu. must be done must be done. Kinachotakiwa kufanyika lazima kifanyike. There is no room for wasting time. Hakuna nafasi ya kupoteza muda. There is no room for negotiating my time with anyone. Hakuna nafasi ya kuanza kujadiliana jinsi ya Some of you kutumia are muda seated wangu na here that wengine. I have offended you countless times. Kuna wengine mmekaa hapa nimewaudhi mara There are nyingi some tu. of you will call me on the phone Wengine mnanipigia simu. and you want to keep me on the phone for more than 5 minutes. Nataka mniweke kwenye simu zaidi ya dakika And I'll tell you 5. sorry, Nakwambia my time samahani, is up. muda wangu umeisha. I can't talk to you more than 5 minutes. Siwezi kuongea nawe zaidi ya dakika 5 Because kwa sababu you are going into another moment for another purpose. unaingia kwenye muda mwingine wa kitu kingine. I won't allow you, Siwezi whoever you kuruhusu are, hata uwe nani, because my life is not your life. kwa sababu maisha yangu sio maisha And I yako. choose to order my life the way I want it. Na nimeamua kuyapeleka maisha yangu vile And you ninavyotaka, can never make decisions for me. na hauwezi kufanya maamuzi kwa ajili yangu. Whoever gives another person right over his life, Yule ambaye anampa mwingine mamlaka juu ya maisha yake, begin to live the life of another person. anaanza kuishi maisha ya mtu mwingine. On the last day, Siku ya mwisho when you stand before God, kisimama mbele ya Mungu, that person will not be there when you are giving account of your life. huyo mtu uliyempa maisha yako hata kuwepo kukutetea unapotoa. Oh, it was because of my wife.
Ni kwa Oh, it sababu ya was mke because of wangu my husband. au mume wangu Oh, it was because of my child. au mtoto wangu Oh, it was because of my boss. au kwa ajili ya bosi Oh, wangu it was because of my friend. au kwa ajili ya Oh, rafiki it was yangu because of my father. au kwa ajili ya Oh, it was babangu because of my mother. au kwa ajili ya mamangu. The day you enter this world, Siku ulipoingia dunia hii, you enter this world for yourself. uliingia dunia hii peke yako, And the day you will leave this na world, siku you utakapoondoka are not going to live with anybody. hauondoki na mtu. And at the same time, Na hapo hapo the pia day you will stand before God siku utakaosimama mbele ya to Mungu account for the life that He gave you kutoa hesabu ya maisha to live aliyokupa here on earth, kuishi hapa duniani, you won't stand with anybody. hautasimama na mtu. And that's why you must be very careful Ndio maana lazima uwe with this mwangalifu thing you call my life. na hichi kitu tunachoita maisha yangu. And that's the reason why I ask you from the beginning, Na ndio maana sababu nimekuuliza Who kuanzia created mwanzo, nani amekuumba? someone gave you that life. Kuna mtu amekupa hayo maisha, It does not belong to you. sio mali yako, It belongs to Him. ni mali yake, And He put it there for a purpose. na ameweka maisha hayo ndani yako kwa kusudi. But let me begin my preaching. Ngoja nianze mahubiri yangu. And on the fourth day, Katika siku ya tatu God created the plants. Mungu aliumba mimea, And God na Mungu empowered them akaipa to nguvu produce fruits. kuzalisha matunda. But first of all, Lakini kwanza those kabisa plants ile are mimea product of seeds. ni uzalio wa mbegu. In every tree, Katika kila mti it is expected to produce a fruit. inategemea kuzaa And matunda, every fruit, na kila tunda if it contains no seeds, kama halina mbegu is useless. halina maana. And after God created the plants, Na baada ya Mungu kuumba mimea, and God put seeds in them. Look at how the Bible put it angalia jinsi Biblia inavyosema in verse 11. mstari wa 11. And God said, Mungu akasema, let the earth bring forth grass and herb yielding seed, nchi na itoe majani na mche utoao mbegu, and the fruit tree yielding fruit after his kind. na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake. Now look at the last part. Angalia sehemu ya mwisho, Whose seed is in itself. ambazo mbegu zake zimo ndani yake. In every tree there is a seed. Katika kila mti kuna mbegu, In every person there is a seed. ndani ya kila mtu kuna mbegu, Not only trees. sio tu miti. When God created man, Mungu alipoumba mwanadamu God put a seed in you. aliweka mbegu ndani yako. You might choose to call it anything you want to call it. Unaweza ukaita chochote unachotaka kuiita, Destiny, hatima yako, purpose, kusudi, vision, malengo, goals, whatever you maono, want to call it. chochote ambacho nataka But there kuiita. is a seed that God puts in everyone. Lakini ipo mbegu ambayo Mungu ameweka ndani ya kila mtu. In Genesis chapter 2, Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 in verse number 7, mstari wa 7, God said, Mungu and the akasema, Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And man became a living soul. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. What differentiates a seed Kinachotofautisha mbegu with other things na vitu is vingine because seed ni kwa sababu mbegu has life. ina uhai. Haleluya. When God breathed into man, Mungu alipompulizia pumzi mwanadamu, what made the clay that God molded to become alive kilichoufanya ule udongo ambao Mungu aliufinyanga kuwa hai is because that breath that God breathed ni kwa sababu ile pumzi ambayo Mungu alipumzia conveyed a seed iliweka mbegu that became implanted in ambayo man. ikapandwa ndani ya mwanadamu. So every one of us that is alive today, Kwa kila mmoja wetu aliye hai we leo have implanted seeds. tuna mbegu ndani yetu. When Bill Gates was suggesting a microchip
to be implanted in every one of us. Wakati Bill Gates aliposhauri kwamba iwepo microchip ndani ya kila mwanadamu, God had done it long time ago. Mungu alifanya zamani sana. God implanted a seed in every one of us. Mungu alishapanda mbegu ndani ya kila mmoja wetu. It is a reason for our existence. Hiyo ndio kusudi la kuwepo kwetu. That is why we are alive. Ndio maana tupo hai. That is what brought the clay to life. Ndio kilichofanya ule udongo ukapata uhai. And that should be our driving force. Na hiyo ndio iwe nguvu ya kutusukuma. Your seed mbegu yako is not the same with my seed. Sio kama mbegu yangu. Just like the seed of mango. Ndio maana kama mbegu ya mapera. It's not the same with the seed of guava. Sio kama mbegu ya mapera. The seed of orange. Mbegu ya machungwa. It's not the same with the seed of pawpaw. Sio sawa sawa na mbegu ya papai. The seed of now you give me the other ones. Every seed is different. Kila mbegu ni tofauti. That is how we are. Ndio hivyo tulivyo. That is why our fingerprints are different. Na ndio maana hata fingerprint zetu ziko tofauti. No two people in the whole world have two fingerprints. Have the same fingerprints. Hakuna watu wawili duniani ambao wana alama za vidole zinazofanana. All of us are different. Wote ni tofauti. The seed God put in you mbegu aliyoweka Mungu is ndani different yako from the seed He put in me. Ni tofauti ya mbegu aliyoweka ndani yangu. As much as you like me, ndio hata kama unanipenda, as much as you want to become like me, ndio hata kama unataka kuwa kama mimi, only learn the things that made my seed to grow. Jifunze tu vitu ambavyo vinafanya mbegu yangu so as to ishamiri, apply to your seed to grow. ili ukaviweke kwenye mbegu yako ishamiri. Don't learn from my own life. Usije ukajifunza kutoka na maisha seed yangu. is not your seed. Kwa sababu mbegu yangu sio mbegu yako. Listen to me. Nisikilize. I am born to be a preacher. Mimi nimezaliwa kuwa mhubiri. But not like other preachers. Lakini sio kama wahubiri wengine. I am sent for a purpose. Nimetumwa kwa kusudi. I am sent to rescue. Nimetumwa kukomboa those that have been captured. Wale walioshikwa. Liberate them. Kuwaweka huru. Educate them. Kuwafundisha. Put them on the line to fulfill purpose. Kuwaweka kwenye mstari ulionyooka kutimiza kusudi lao. Of my kind. Hivyo hakuna wawili wa aina yangu. I am alone. Niko peke yangu. I am different. Niko tofauti. All right? Sawa. As much as I am a pastor, hata kama ndio ni mchungaji, and I could see you a better pastor than me, na nikakuona kwamba wewe ni mchungaji bora kuliko mimi, learn from you, na nataka nijifunze kutoka kwako, I must be very careful. Lazima niwe mwangalifu. To know that I am learning what made your seed grow. Ninajifunza kile ambacho kilisababisha mbegu yako ikue. I am learning to make my seed like your own seed. Sijifunze ili mbegu yangu ifanane na mbegu yako. Because we are different. Kwa sababu tuko tofauti. Now listen to me. Sasa nisikilize. And listen very careful this morning. Nisikilize kwa uangalifu sana. Because the Lord sent me to give you a commandment. Kwa sababu Bwana amenituma nikupe amri. This is what makes you not to die useless. Hichi ndio kinachokufanya usife bila kuwa na maana. When you discover, ukitambua and fulfill the seed that God put in you, na kutimiza ile mbegu ambayo Mungu ameweka ndani yako, you will live a fulfilled life, utaishi maisha yaliyoshamiri, and you will not die useless, na hautakufa bila maana. Amen. So that is what I am sent to show you this morning. Na nilichotuma kukuonesha asubuhi ya leo, how to discover, jinsi ya kutambua, develop, kuijenga, and make your seed fruitful, na kuifanya mbegu yako ikazae matunda. I don't know how many people will be excited to learn that. Watu wangapi watafurahia hiyo kitu? Every one of you, kila mmoja wenu, is not useless. Sio kwamba hana maana, but you can make yourself useless. Lakini unaweza ukajiacha ukawa una maana. Every one of you, kila mmoja wenu, is not fruitless. Sio tasa. Everyone is fruitful. Kila mmoja anazaa. But you can make yourself fruitless. Lakini unaweza ukajiacha ukawa tasa. What you are and who you are is a making of yourself. Kile ulivyo na vile ulivyo inategemea wewe unafanya vitu gani. But you can also make yourself fruitful. Lakini pia unaweza ukajijenga ukazaa matunda. I am going to show you, na kwenda kukuonyesha, and I'll be very intentional as I'm showing you one after the other step. Na nitakuonyesha hatua moja mpaka nyingine kwa makusudi. I may not explain everything about it. Ninaweza nisikueleze kila kitu. But whatever I mention, lakini kile ninachokitamka, take it home. Kibebe nyumbani.
study it again ukakisome tena and apply it to your own life. na ukakifanyie kazi kwenye maisha yako. Because you see, Kwa sababu unaona, I am going to show you the general application. naenda kuonyesha vya general application. You have to now do a personalized application. Sasa wewe ukavibebe vikawe vya kwako, ukavibinafsishe. Take for instance, kwa mfano, God called Elijah to be a prophet. Mungu amemuita Elia kuwa nabii. Am I correct? Umepatia. He was a powerful prophet. Alikuwa ni nabii mwenye nguvu. God also called Abraham, Lakini pia Mungu alimuita Ibrahim, but not to be a prophet, lakini sio kuwa nabii, to be a businessman. kuwa mtu And he was mfanyabiashara. a powerful Na businessman. alikuwa mfanyabiashara wa Both of them nguvu. were called of God. Wote waliitwa na Mungu, Both of them fulfilled the call of God. wote walitimiza wito wao, Both of them produced their fruits. wote walizalisha matunda. God can call you to be a pastor, Mungu anaweza kukuita kuwa mchungaji, but the calling of God is not limited to make you a pastor. lakini wito wa Mungu hauishi Because some kwa of you, when you mchungaji. come to church, Kwa hiyo wengine mkija and I kanisani, say pray and discover the calling of God in your life, ukiwaambia ombeni ili mtambue wito wa Mungu kwenye some of maisha you will yenu, think I am trying to make you a pastor. wengine mnadhani nataka Not niwafanye every kuwa one of you wachungaji. is a pastor. Sio kila mmoja wenu Some ameitwa of kuwa you are mchungaji. businessmen. Wengine mmeitwa kuwa wafanyabiashara. Some of you are traders. Wengine mmeitwa kuwa watu wa Some of biashara. you are born to be mothers only. Wengine mmeitwa kuwa tu mama. Have you heard of the mother of John Wesley? Umewahi kumjua mama yake John Wesley? She had 17 children, Alizaa watoto 17 and she lived her life fasting for each child each day. na aliishi maisha yake akimfungia And she kila raised mtoto kila 17 siku, children that shook the world. na alilea watoto 17 walioitikisa That was dunia. her own seed. Ile ndio ilikuwa mbegu She yake fulfilled it. na akaitimiza. Amen. Amina. Somebody will say, just to be a mother. Mnasema kuwa tu mama. My wife said, Mke wangu amesema to be a mother is not easy. kuwa mama sio rahisi. Even though the way she said it so pitiful that mothers will start losing heart. Na hata alivyosema, amesema ya kusikitisha, kama mama I was wanavunjika expecting her to moyo. give them more hope, but she was Lakini saying it more pitiful. Lakini nilitegemea angewapa moyo. But it is true. Lakini ni kweli. Amen. Amina. But if you see it as your own seed, Ila ukiiona kama mbegu yako, then you will fulfill it. lakini utaitimiza. Like this young man, Kama wiki jana, the first day I saw him, siku ya kwanza and I nilipomwona, said, you are going to be a chairman of conglomerates of companies. nikamwambia utakwenda kuwa mmiliki wa makampuni That mbalimbali. is a calling. I discovered his calling. Huo ndio wito wake ambao niliutambua. He's not going to be a pastor. Lakini haendi kuwa mchungaji. No matter how much he develops himself, Hata kama he will akijiendeleza kiasi never be gani, a pastor. hawezi kuwa mchungaji. I can bring him here to come and preach, Naweza nikamleta hapa but he will akahubiri, never be a pastor. lakini hawezi kuwa The mchungaji. day he decides to become a pastor, Siku akiamua kuwa mchungaji, that is the day he will begin to fail in his life. hiyo ndio siku ataanza kufeli kwenye maisha yake. Failure in life Kushindwa kwenye is maisha the inability to discover your purpose. ni kushindwa kwa mtu kutambua kusudi lake, Or in another word, is the ability to discover a wrong purpose. au ni maanisha kwamba umetambua kusudi lisilo la kwako, Because you cannot succeed kwa sababu huwezi kufanikiwa in what it is not yours. katika kile ambacho So hujaitiwa. this morning, Kwa hiyo asubuhi ya leo I'm going to show you important things naenda kuonyesha vitu vya that will muhimu open your understanding. vitakavyofungua uelewa wako. Because if you look at chapter 1 of Genesis, Ukiangalia sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo verse 28, mstari wa 28, and God blessed them, na Mungu akawabariki, and God said to na them, Mungu akawaambia, be fruitful. zaeni. That was the first commandment. Ndio amri ya Be kwanza. fruitful. Zaeni. Be what? Fanyeni nini? Bear fruits. Zaa And matunda. each fruit comes from a seed. Na kila matunda yanatoka kwenye mbegu. God said that because God had put a seed in man, Mungu alisema hivyo kwa sababu aliweka mbegu kwa and God mwanadamu. is expecting man to begin to cultivate it. Na Mungu anategemea mwanadamu And begin to fulfill it. aimee ile mbegu na kuitimiza. God has made you. Mungu amekuumba. You will have to cultivate yourself. Unahitaji sasa wewe kujiendeleza. Not everything answers to prayer. Sio kila kitu kinajibu maombi. God created you Mungu and amekuumba, put knowledge and wisdom in you. akaweka maarifa na hekima ndani yako. Or rather,
au the ability to have wisdom and to have knowledge. uwezo wako wa kupata hekima na maarifa. When you receive knowledge and receive wisdom, ukipokea hekima na maarifa, God is not expecting you to sit down with it and begin to pray. Mungu akutegemea ukae nayo na uanze kuomba. Oh Father, now I have wisdom. Mungu sasa I have knowledge. Let it happen, let it happen, let it happen. No, it will not happen. Haitatokea. God will only do for you Mungu atakutendea tu what you cannot do for yourself. kile ambacho huwezi kujitendea mwenyewe. Do you hear me? Unanisikia? God is not a babysitter. Mungu sio yaya. Hello? Because some of you have been expecting God to babysit you. Sababu wengine mnategemea Mungu awalee kama yaya. And pray and God is not answering. Unaomba afu Mungu ajibu. I say, God does not answer my prayer. Sasa Mungu ajibu maombi yangu. No, you are praying a wrong prayer. Unaomba maombi yasiyo sahihi. God does not babysit. Mungu sio yaya. God gives you the ability.